Sisi bwana mzee wangu. Ndio. Sisi tumekuja kukuona. Sawa fresh. Mzee kweli. Unajua yule mzee hali yake imekuwa tete sana. Lakini kitu ambacho mimi ninastaajabu, unajua yule mzee kila siku ndani anamtaja mwanawe Sonia. Mimi na wewe hatumjui. Mimi nilikuwa na wazo moja. Tufanye harakati za kumtafuta huyu Sonia. Ili mradi tukishampata yeye sasa adili na baba yake. Afu sisi kama majirani tubaki kuwa nyuma tu ya kwake, kwa sababu si majirani, hatuwezi kuingia ndani sana kwenye familia. Na yule mzee hali yake ni mbaya. Hilo wazo ulitoa sio baya. Lakini je, kama tutafanikiwa kumpata, ni nani ambaye ataenda kutuwasilisha? Kwa sababu sisi wote ni watoto wa kiume. Na unajua yule ni mtoto wa kike. Na huko alipo hujui kama ana familia au la. Kwa hiyo mimi nafikiri hapa angetafutwa mtoto wa kike. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Mimi nina wazo moja. Cha kwanza, kesho tukienda tumuulize vizuri yule mzee kwa huyo mwanawe anapatikana wapi na yukoje. Alafu akishatuambia hivyo, mimi nitamtuma mke wangu aende huko atakapotuelekeza. Yeye ndo aende akamwambie kuwa baba yake anaumwa na msaada wake unahitajika haraka sana. Alafu sisi majirani tutasimama nyuma yake kwa kuwa yeye ni ndugu, yeye ni mtoto, anaweza akafanya lolote lile. Lakini sisi sasa hivi tutashindwa ndugu yangu. Hapo bwana, kikweli hapo umecheza kama pele. Wenyewe wanaita. Basi sawa, mimi ngoja nikuache. Mimi ni wahi. Hilo wazo ulilitoa hilo, nafikiri itakuwa ni wazo sahihi sana. Sababu sisi bwana, shughuli ya mtoto wa kike kumpeleka mtoto wa kiume ni vitu viwili tofauti. Nafikiri akienda shemeji itakuwa inafaa zaidi. Basi sawa. Kitu cha msingi kesho tujitahidi tuwai mapema tukamhoji vizuri yule mzee, akitupa hizo detail tufanye hilo zoezi. Sawa, usijali basi kusie. Haya poa. Baadaye. Mume wangu. Vipi mke wangu? Safi, mbona umewahi kurudi? Mimi sijaenda mbali, nenda kumwangalia tu yule mzee pale anaumwa. Nimeongea na Monga. Kutokana na hali ya yule mzee na kila siku anamtaja mwanawe Sonia. Tumefikiria atupe details zake na wewe mwanawe anaonekanaje na wapi anapatikana. Ni kweli kabisa. Sasa kiukweli hali yake bado ni tete sana. Lakini mimi na Monga kuna kitu tumefikiria. Kwa sababu yule mzee kila siku analalamika mwanangu Sonia. Kwa hiyo tulichokifikiria, kama tutaenda kesho tumhoji vizuri kuhusu huyo mwanawe. Anapatikana wapi na anapatikana vipi. Alafu tukishajua inabidi huyo mwanawe afuatiliwe. Ile ni kweli mume wangu, ni wazo zuri hilo. Lakini kitu kingine, mke wangu naomba unisamee vile vile kama nitakuwa nimekosea. Tumefikiria sisi ni wanaume. Hatuwezi kutoka hapa tuende tukamfuata yule, ni mtoto wa kike. Cha msingi kama tutapata details zake zote, tulifikiria wewe ndio tukuandalie mazingira uende ukamtafute huyo. Kwa nini nimefikiria hivyo? Mimi kule sikujui, sijui nianzia wapi, sielewi. Kwa nini? Najua utakuwa kwenye wakati mgumu sana. Lakini ni heri uwe wakati mgumu kwa kipindi kichache kuliko kwa muda huu sasa hivi. Kwa sababu tukimpata yule binti, yeye ndo atakuwa anafanya kazi zote za pale nyumbani. Hizi pilika za wewe kukoroga uji kumpelekea yule, siji kuchukua maji kupeleka kwa ule mzee, hata sisi tutakuwa pia tumepumzika.
Kwa ule mzigo tutakuwa naye tumembwagia ule mzigo. Ile kazi kubwa ataifanya ule mtoto wake. Ni heri tuhangaike sasa hivi kumtafuta ule mtoto wake, alafu sisi tuje tupumzike. Kuna vitu vingine vya kifamilia, sisi majirani, mke wangu, hatuwezi kuingia. Ni kweli mume wangu. Hata mimi pia yani leo inaniuma sana kuhusu ule mzee. Vile ukimpelekea hata chakula, anamtaja mwanae, analalamika. Kwa hata mimi pia inaniuma. Kwa sina budi mume wangu kusikiliza au kuwasikiliza nyinyi majirani ninachosema. Hata mimi pia inaniuma. Kwa vile umesema, basi sawa, mimi nitaenda. Basi haina shida. Muda na wakati wowote kisha kuwa tayari mimi nitakwambia. Basi sawa. Chai nimeweka pale kwenye meza. Kwa unaweza kupata hata kikombe kimoja. Sawa. Mimi naenda bombani. Sawa. Sukari hapo chini ya meza. Sawa. Mongo. Vipi? Vipi ndugu yangu? Mimi ndo nilikuwa nakuja kwako ili twende tukamwangalia yule mzee. Basi hata mimi nilikuwa naelekea kwako sababu leo nimeona naona umechelewa sana kunipitia. Mambo mengi bwana. Kuna kipindi mtu unachoka. Twenzetu. Ngoja kwanza. Nilikuwa nasemaje? Vipi kuhusu lile swala letu la jana? Kuhusu swala la mtoto wa yule mzee. Tena ni bora umenikumbusha. Yaani kiukweli mke wangu nilimwambia na hilo swala katika vitu ambavyo ametusifia, amesema tumepata wazo zuri sana. Hata yeye mwenyewe kalikubali na kalipokea kwa 100%. Kwa hiyo kitu cha msingi sisi twende kwa yule mzee tumuulize utaratibu wake, huyo mtoto anapatikana wapi na muonekano wake uko vipi. Tukishajua mimi niende nikamwandae yaende hiyo safari. Kwa hiyo hana shida. Kama amekubali mwana, hilo ni jambo zuri sana. Unajua kama tutafanikiwa hili na kumpata huyo mtoto wake, na maana hata sisi tutakuwa tumejipunguzia baadhi ya mzigo. Lakini pia tukimpata huyu ndio itakuwa chanzo cha kuwapata ndugu wengine. Hilo ni kweli. Na ndio maana hata mimi katika hili napambania sana. Unajua muhangaiko hii tunavyohangaika huku na kule. Kama unavyosema, kama tutampata huyo binti, mimi naamini hata sisi pia hizi kwenda kurudi tutakuwa tumepungua kwa 100% sana. Kwa sababu yule binti ndio atakuwa pale yuko nyumbani, sisi anatupa taarifa. Lakini isije kaa ikatokea kumpata huyo mtoto alafu baadaye tukatupa jongoo na mke wake. Kumbuka yule ni rafiki yetu. Haiwezekani. Basi poa. Sasa mzee, baada ya kula na mambo mengine, nafikiri ingekuwa jambo zuri au jambo la busara ungetuelekeza binti yako anapopatikana wapi, na anakaa na nani, yupo vipi, imradi, kwa sababu mimi na mwenzangu hapa tumepata wazo la kumtuma mtu ili aweze kwenda kumtafuta na kumleta hapa. Binti yangu mwisho alipotoka hapo amesema ameenda huyo kwa kina Kufa. Oyoyo kwa kina Kufa. Mzee, mimi kuondoe shaka katika hilo. Na mimi na mwenzangu hapa tumejadili hilo, jinsi gani tutampata mwanao. Lakini tulishindwa kufanya maamuzi kwa kuwa tulikuwa tunajifikiria tutaanzia wapi ili tuende tumpate huyo mwanao. Ndio tukasema ngoja tuje hapa tukuulize wewe, lakini kwa vile umetuambia na kuhusu nani ataenda huko, nimefikiria nitamtuma mke wangu aende huko akafanya hilo zoezi la kumtafuta Sonia mwanao. Na mimi panapo majaliwa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakaa sawa. Na ndugu yangu, cha msingi tumeshapata taarifa hizi. Sasa mimi na wewe twende tukajadili, kwa sababu yule mtu anaoenda anahitaji kutumia nauli na mambo mengine. Unajua tena safari ni safari. Kuhusu hilo
Mzee, tuachie sisi kila kitu tutafanya. Kuhusu nauli na mambo mengine yote mimi nafikiri Bwana Musa tutafanya sisi wenyewe. Lakini swala kubwa la hapa ni yeye kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele ili huyu ambaye tunamtuma kwenda huko afanikiwe ili aweze kutuletea binti yake hapa. Vipi shemeji, kashamaliza kuosha vyombo? Mbona muda tu nakapita hapa tayari katuambia yupo nje anatusubiri. Basi twende bwana. Sisi tunatoka. Sawa, mimi nashukuru kama mtanisaidia mpaka mwanangu nikampata, basi nitashukuru sana. Basi wewe usijali, wewe pumzika. Hayo mwingine yote tumwachie Mungu. Sawa mzee wangu? Sawa. Nikupongeza sana shemeji kwa uamuzi ambao umeamua kuchukua. Mimi naamini hakuna kijiji ambacho kinakosa kaya. Kwa hiyo nafikiri tumekuandalia vizuri safari na utaenda vizuri. Na jambo la kukusii na jambo zuri ni kwamba uhakikishe kwamba unamtafuta huyo binti mpaka umpate uweze kuja naye, kwa sababu ukija naye hapa hata mimi mke wangu kidogo atapata nafuu, kwa sababu ile kazi tena kuamka asubuhi kumpelekea uji kikweli naye anachoka. Hata hivyo na sisi wenyewe vile vile tunahitaji muda wa kupumzika. Basi shemeji, mimi niondoe hofu, wala hata msijalijua hilo. Mimi nafikiri acha nende nyumbani. Unajua bwana, mama watoto toka asubuhi nimemwacha peke yake. Basi sawa, tuonane. Odi. Wenyewe. Karibu. Karibu. Dada. Asante mama, shikamoo. Mama, vipi hali? Salama. Karibu dada. Asante. Samani, hapa ndo kwa kina Sonia. Sonia mwenyewe unamjua? Kiukweli mama, Sonia simfahamu, ila mpaka kufika hapa nimeelekezwa. Unatokea wapi? Natokea Mkulanga. Na mtu aliyenielekeza babake ni mgonjwa sana. Kila akikaa anamtaja Sonia. Kwa ndo kumhoji sana, ndo akatuelezea Sonia anapatikana kijiji hichi. Babake anaitwa nani dada? Mzee Kaisi. Anaumwa sana, kwa hiyo kila siku huwa anamtaja mwanae Sonia. Mwisho wa siku jinsi kumhoji vile, kumpeleleza, ndo amesema kwamba mtoto wangu anatokea kijiji fulani na nimekuja kumtafuta. Karibu sana. Hapa ndo kwa kina Sonia na mimi ni mama yake mdogo. Ila Sonia hayupo. Ameolewa kijiji cha pili. Kwa hiyo sababu mimi na vishughuli zangu vidogo, karibu ndani. Baadaye. Haya sawa, karibu. Sijajua kama ni mbali au ni la. Wala usijali, wala sio mbali sana. Haya mama, asante. Karibu. Haya. Hodi mpaka ndani. Mama. Mimi siingi ndani. Kwa nini mwanangu? Hata nilimfuata kwa sababu haoneshi kama ni ana uhitaji wa kuondoka kwenda kumuona baba yake. Kwa na mimi nilikuwa nahitaji niwahi mama. Sasa mwanangu, mimi na jambo moja. Nakuomba. Kwa leo
lala hapa. Mimi kesho asubuhi nitaenda kuongea naye. Yule ni mwanangu, najua atanielewa tu. Ili hata ukienda kule unaenda na jibu la uhakika. Ni kweli mamangu, ndio uliongea ni sahihi. Hata mimi pia nilikuwa sipendezewe kuondoka bila kuondoka naye. Nilikuwa natamani sana niondoke naye ili akamwone baba yake. Maana ni muda mwingi ambao tumetumia tuko naye pale. Anaongea kuhusu mwanae. Hatujui ni kitu gani baina yake na baba yake ambacho wamegombana, lakini kuna haja ya kwenda kumwona baba yake. Kwa basi kama utaenda kumfuata na kuongea naye, basi sawa, nitasubiri mama. Hilo ndio shida. Mimi kesho asubuhi nitaenda. Karibu ndani upumzike mwanangu. Kesho asubuhi tutajua cha kufanya. Bwana Musa. Vipi mwanzo? Ushawasiliana na bibi? Taarifa za huko sio mzuri sana. Kifupi kwanza tunashukuru Mungu, mke wangu kafika salama. Mke wangu kafika salama paka kwenye kile kijiji. Lakini katika kuuliza alikutana na mama yake mdogo yule binti. Kitu kibaya zaidi, walienda paka kwa yule binti. Lakini yule binti wamemkuta ameolewa. Lakini baada ya kufika pale kumuelekeza swala la baba yake, hakutaka kabisa kusikia. Na aliwafukuza na kuambia kama huyo baba yake anaumwa basi mwache aumwe, na kama atakufa basi watu wazike tu, na hataki kusikia swala lolote linahusu na baba yake. Kwa hiyo hawakuwa na jinsi. Mke wangu ilibidi arudi mpaka kwa mama yake mdogo huyo binti, wakiwa na huyo mama yake mdogo. Kwa hiyo alivyonipigia simu usiku na kunielekeza hayo, alitaka kurudi. Lakini mama yake mdogo akamwambia asubiri, leo yeye ataenda peke yake mama yake mdogo na kwenda kuongea nao tena. Kama majibu yatakuwa yale yale, basi mke wangu itabidi jioni arudi hapa. Kama kutakuwa na mabadiliko, pia vile vile atatupa taarifa. Kwa hiyo mpaka saa hizi mimi nasubiri simu ya kutoka huko alipokuwepo. Kwa hiyo sijapata majibu mengine zaidi ya hayo niliyopewa jana usiku. Unajua mpaka mtoto anazungumza hivyo, unajua hili swala ni kubwa sana. Nafikia stage mpaka mtoto anamwambia mzazi wake maneno kama hayo. Lakini mmehakikisha kweli kama ndiyo mtoto wake kweli? Ni mwanawe kabisa wa kumzaa, kwa sababu bahati nzuri amekutana na mama yake mdogo ya ule binti ambaye anaijua vizuri ile familia ya huyu mzee. Kwa wala kubahatisha. Hili bwana Musa ni tatizo. Tena tatizo hili ni tatizo kubwa sana. Na kwa jinsi ninavyoona na kwa umri wa ule mzee nahisi ana matatizo. Tena matatizo yake yatakuwa ni matatizo makubwa tu. Sawa, mimi ninavyoona tufanye pale ambapo tunaweza. Ikifika mahala kama tumeshindwa, basi sawa, tutaacha. Basi sawa, hilo wazo zuri, kwa sababu ifike kipindi na sisi tubebe mzigo ambao tunauweza. Tukiona huu mzigo ni mkubwa, sisi tunautua. Kwa sababu kama familia yake yenyewe inamtenga, si tutafanyaje? Basi hapa tulipofikia, si mimi naamini tumefikia. Hila kitu cha msingi tufanye kitu kimoja. Tusubiri majibu ya mke wangu. Kama atanipigia simu au kama akiwa amerudi atakacho nijibu kuhusu jibu la huko la mama yake mdogo, basi na sisi tutajua nini tufanye. Sawa, mimi nimekuelewa. Na hayo maamuzi uliochukua ni maamuzi mazuri pia. Usinie mkao. Kwa nini ninachokuuliza afu unaondoka? Kwa nini unashinda kuniweka wazi? Sikiliza. Mimi ni mmeo. Na nimekuoa mimi. Upo ndani ya mji wangu. Kila kinachoendelea nataka nijue. Maana upo ndani ya miliki yangu, sawa? Sunia, nataka nijue kwa nini umemfukuza mamako mdogo akiwa na mgeni pale. Nini tatizo? Sikiza nikwambie mume wangu.
Nimewafukuza, ila kila walichokuja kuniambia hapa ndio sijakipenda. Sio kama simpendi mama mdogo wala simpendi yule binti. Walichokuja kuniambia hapa, walichonifikishia hapa ndio sijakipenda. Na usio na haraka, na wewe utabakia kwa mume wangu. Sasa mimi nataka nijue kama mmeo. Kwani yule binti ni nani? Na amefuata nini hapa? Sikiliza nikwambie Mungu, usiwe na haraka. Nadhani umenielewa. Mke wangu. Acha njapanda. Vipi mwanangu Sonia? Ashakuja? Kuhusu mwanao Sonia, ondoa shaka mzee wangu, sababu nimeshamtuma mke wangu aende akamtafute huko, na tayari ameshampata. Muda na wakati wowote Sonia atakuja hapa, wala usijali mzee wangu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kuhusu mwanao, atakuja. Shemeji. Abe. Vipi leo, amejitahidi kula kidogo? Namshukuru Mungu leo. Baba amekula, tena amekula tu vizuri. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Unajua shemeji, mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Kwa muda huu inabidi tupambane na hali ya mzee. Haina jinsi. Cha msingi ujitahidi tu, uvumilie, kubali kuhangaika. Kwa sababu huyu mzee ni mzee wetu. Tumeishi naye muda mrefu sana. Tumeshirikiana kwa mambo mengi sana. Shida na raha. Na sisi majirani ndo kama ndugu zake. Lakini kwa sababu tayari tumeshajua mwanawe yuko wapi, basi mimi naamini akija pia itakuwa ni moja kuwapata ndugu wengine. Kwa mimi nikuombe shemeji, usije ukakata tamaa katika hili. Shem, ondoa hofu kwa hili. Mimi huyu kama baba yangu. Kwa hiyo hajawahi kunikosea, sijawahi kumkosea. Siwezi kumtendea ubaya mimi huyu. Basi sawa. Nimeacha nitangulie. Haya, mwenyewe sio mkali sana. Tabii na mimi ndio kutongozana sijui. Haina shida. Vipi? Tutangulia asubuhi. Salama asubuhi. Mimi mzima. Ulipita kwa mgonjwa? Kikweli sijafanikiwa kwenda. Vipi ulienda? Nimepita. Ila ana hali bado. Kila anapokaa anamtaja binti yake tu. Vipi huyo mtu alituma ameenda huko? Kiukweli huyo mtu amepatikana, lakini mke wangu huwezi amini, amekataa kabisa, kata ndio kumuona babake. Na hao ambao wameenda huko kumfuata wamefukuzwa kama Mungu. Hivi ninavyokuambia, amesema hata kama akifa basi tumzike tu, yeye apelekwe taarifa. Mume wangu, ili swala mimi ninavyoona itakuwa kubwa. Haiwezekani mtoto akamkataa baba. Wakati hapa duniani tuna Mungu mmoja na tuna mzazi mmoja. Hakuna mzazi wa kupeana. Yaani hapo na mimi ndo ninapofikiria. Kwa nini mzazi akiumwa mtoto anamwombea mzazi wake kufa baada ya kumwombea heri? Hapana bwana, sio wote, akili za watu. Unajua duniani kuna Mungu mmoja na kuna mzazi mmoja. Hakuna wazazi wa kupeana. Hakuna. Kwa hiyo naamini ipo siku roho ya huruma itamuingia, ataenda kumuona mzee wake. Sawa. Lakini sisi tulichokiamua bwana mpaka sasa hivi tutafanya pale ambapo sisi tunaweza. Na kama ikifikia stage sasa tushachoka, basi kila mtu atapambana na hali yake. Msikati tamaa bwana. Unajua ulipokuja pale nyumbani umeshangaa mzozo na mwanao. Hivi kuna nini hapa? Baba. Mimi hata sijui nikuelezee. Yaani yule binti ni mbishi.
mtoto jeuri, hata sielewi mnaishije. Manake nilikuwa ninamuelekeza kuhusu masuala baba yake. Kuna msichana mmoja mgeni alikuja hapa, ametumwa na baba yake aje amchukue. Lakini naambia kila nikimwambia baba yake anaumwa, ni mgonjwa sana, anamhitaji mwanae. Lakini kila siku tunalumbana tu kuhusu baba yake. Mimi sielewi tatizo liko wapi. Labda wewe alishakwambia. Sasa unajua nini mama kuhusu hilo swala baba yake? Unajua hata katika ndoa mimi sikumuona baba yake mzazi pale. Hilo linistaajabisha kidogo. Na pia nikimwambia twende tukamtembelee baba yako, anakataa. Na ukitaka kugombana naye, umzungumzie swala baba yake. Hivi kuna nini mamangu? Mimi hata sijui. Yaani sijui kabisa. Nini shida? Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Lakini nimegonga mwamba. Labda ukaongea naye wewe mtaelewana. Sasa mama, mimi nataka nichukue uamuzi kama mumewe. Mimi nitajaribu kuongea naye. Najua tukifika huko kwa babake ndio tutajua nini chanzo, nini tatizo. Mimi nitazungumza naye na imani atakubali. Mimi nina jambo. Naona kama ukienda kuzungumza naye bado atakuletea mgomo. Sasa mimi nataka nikuelekeze babake alipo. Wewe mwambie tu mke wangu nataka twende sehemu fulani, ili usimwambie kama naenda wapi kwa baba yake. Umenielewa? Uondoke naye moja kwa moja paka anapofika kwenye ile nyumba anakuwa kaishafika pale. Sawa, mimi nitajaribu kuongea naye au naweza nikatumia tekniki hiyo. Usijali mamangu. Haya sawa baba. Sawa. Nashukuru sana. Sasa mama, mimi acha nikuache. Mke wangu. Unafahamu mimi nakupenda sana. Na tumeishi kwa amani kipindi kirefu sana. Ila naona siku hizi unafarakana na ndugu zako. Na ili jambo mimi sijapendezwa nalo. Ila nishaongea na mama mdogo. Amenieleza yote. Kwa nini unamchukia baba yako? Sikia mume wangu. Kuhusu kwa baba yangu kanikosea nini au mama mdogo wangu kanikosea nini? Mengine utajua huko utakapofika. Lakini mimi kuhusu kwenda kule kwa baba, nitaenda kwa ajili yako, kwa sababu yako wewe mimi ndio unanifanya mimi niondoke. Usiseme naenda kwa ajili yangu. Sema tunakwenda sote kumuuguza baba. Sio, unanielewa mke wangu? Alafu visasi vingine visivyo na maana havina faida ndani ya dunia hii. Achana nayo. Sawa mke wangu? Sawa mume wangu. Nikuelewa. Unajua hii ni asubuhi. Tunaweza tukaondoka leo. Sawa? Ajiandae. Sawa. Tenda, lakini mimi tenda kwa sababu yako wewe. Haina shida. Fanya hivyo. Mimi ngoja nikampitie ndumbu gani pale nikachukua kwanza kuna senti yangu fulani na mdai. Alafu wewe jiandae hapa nikutesha jiandae sasa. Sawa. Sawa. Sasa shemeji, niache nikuache nielekee kwenye majukumu mengine, ila nikuombe tu shemeji yangu, naomba usichoke wala usikate tamaa, kwa sababu sisi kama majirani na tumeamua kusaidia hilo. Kwa mimi naomba usichoke, tuendelee kupambana kila hali. Usijali shemu, mimi pia nina mzee nyumbani, kwa hiyo yule namuona kama baba yangu. Kwa hiyo wewe ondoa mashaka, mimi nitamsaidia mpaka dakika ya mwisho. Vipi na mdogo wangu kwa alipoenda? Huyo bado hajarudi, ila na majibu ya kule ni kama yale ya jana. Kwa hiyo kwa leo bado hajatupa majibu mengine nini kinachoendelea, ila kwa vyovyote vile panapo majaliwa Mwenyezi Mungu leo atarudi. Sasa hatujui kama atarudi na majibu mapya au yatakuwa yale ya jana. Kitu cha msingi tusubirie majibu yake, alafu na sisi tutajua nini cha kufanya. Shem, basi acha mimi niende zangu nikamwahi. Basi sawa, ngoja nielekee job. Mama, mimi acha nikushukuru.
umenipokea vizuri, nimelala vizuri, nimekula, nimefurahi. Sasa acha na mimi niwahi kwenda nyumbani kwa sababu na mimi na familia. Nashukuru sana mama kwa ushirikiano wako. Nakutakia safari njema. Odi. Karibu baba. Karibu sana. Sawa. Nzuri, vipi hali baba? Mama, karibu. Dada kumbe bado upo? Hata jana ulivyokuja alikuwepo ndani. Sasa mama. Sasa mama. Mimi nimezungumza na mke wangu. Amekubali kwenda kwa baba yake. Na hivi nilivyotoka hapa, nimemwacha anajiandaa. Haya basi sawa baba. Sasa mimi nimepita hapa kuwajulisha na nyinyi mjiandae twende pamoja. Ila mimi sitoweza kwenda baba. Naomba tu nyinyi nendeni kwa sababu mimi na mazao yangu shambani nishayapanda. Najua tena nani wadudu. Kwa hiyo inabidi niende kafukuzie ngedele. Naona. Ila chochote kitachoendelea huko utanijuza. Sawa, haina shida. Dada ujiandae basi. Maana yake naenda kumuhimiza napita sasa hivi hapa. Naondoka. Yaani hivi unavyotuona hapa tulikuwa tunakuja kwako ujue. Mimi natoka, si unajua muda umeenda sasa, nilikuwa naenda hapo mgawani kupata chochote kitu. Si unajua nyumbani hakuna mtu. Sasa usingeniambia tu mimi ningemwambia shemeji yako hapa angesonga hata ugali mwingi bwana. Usijali bwana, siku nyingine. Sawa vipi? Pia imekuwa vizuri kukutana na nyinyi hapa kwa sababu nimepata taarifa nzuri. Mke wangu kanipigia simu. Kaniambia yule binti amekubali kuja kumuona baba yake. Kwa hiyo panapo majali wa Mwenyezi Mungu, kesho asubuhi atakuwa ameshafika naye huko. Alhamdulillah. Bwana, kiukweli hilo ni jambo zuri sana, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na kama tulivyoongea, kama tukimpata yeye itakuwa rahisi kuwapata ndugu zake wengine. Sawa, basi mimi nafikiri hilo ni swala la kumsubiri tu shemeji kwamba akirudi hapa tutajua tutafanya nini. Basi sawa. Na kama wanavyosema wenyewe mguu wa kutoka mtume kaombea, kwa sababu tulikuwa tunakuja kwako na tushatoka. Acha sisi tuelekee kwa mjomba tukamjulie hali. Ndogo wangu vipi, anaendeleaje huko? Basi haya bwana. Mwanangu, nakushukuru sana kwa tendo ulilofanya la kumtafuta mwanangu mpaka umempata au umemleta. Ndiyo. Nakushukuru sana. Baba, hilo ndo wasiwasi. Na sisi pia ni watoto wako. Hatupendi kukuona ukiwa unahangaika peke yako, unalalamika. Pia ukiwa katika kwenye hali kama hiyo. Kwa sisi na pia tulikuwa tupende kuona kukua kwenye wakati huo. Sisi wote ni ndugu. Naweza kukubali. Na kweli nimeenda. Nimemtafuta Sonia. Hatimaye nimemleta kwako baba. Kwa kwenye hilo ndo wasiwasi babangu. Sisi wote ni familia. Nashukuru sana. Mwanangu, nakuomba radhi kwa yote niliyokufanyia. Mimi naona hii kama hukumu Mwenyezi Mungu amenipa kwa matendo niliyokufanyia mwanangu. Kwa hiyo naomba unisamehe sana baba yako. Lakini baba, ningependa kujua ni kitu gani ambayo kiliwafanya mpaka mwanao Sonia hataki kukuona. Mganga bwana, mimi nimekuja. Ujio wangu kila ninachokifanya nakuta kiendi, hali ngumu.
Sasa maisha haya kuhangaika, nikaona hata ngoja kwanza, ndio mpaka ninakuja kwako. Sawa sawa, hapa umefika. Mimi naitwa Mganga Haifungi. Mji wote unanijua mimi nani, na wapo watu waliokuja hapa wana matatizo mazito, na niliweza kuwatekelezea, na sasa hivi wako safi. Kwa hiyo nikutoe shaka, hapa matatizo yako yatakwisha, yatakwenda kama ulivyopanga. Ila lakini kipato chochote akipatikani kiurahisi. Ni lazima uwe mvumilivu, mstamilivu, jasiri, ndipo unaweza kufanikiwa malengo yako. Sijui umenielewa? Kipato utapata, lakini kuna masharti. Inatakiwa tufanye kafara mzito, na hiyo damu sio ya ng'ombe, sio ya paka. Inatakiwa damu ya mwanadamu. Ninaipata wapi? Si vizuri ama makelele, mikoba kufanya miladi vizuri ngongolele, mikoba kufanya miladi. Na hiyo damu itakayotolewa itolewe kutoka katika kikoo chako, sio damu ili mradi damu. Hapana. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Hiyo ndo tutaweza kukamilisha ili swala ambalo unalihitaji wewe. Sawa, mimi nimekuelewa. Mimi nitafikiria, nitakuja kukupa majibu. Sawa. We dada Mwajuma, una mapenzi ya soda, yani uliponikumbatia na gesi imekwisha. Mama, haya we mama Mwajuma. Leo. Mbona umekaa? Bwana, nimekaa hapa nakiwaza mama watoto. Ujue sisi tuna maisha magumu sana. Kila unapotoka asubuhi unaenda kutafuta, ukirudi unarudi una hela. Sasa hicho ndio ninachokiwaza mimi. Na sisi tuna watoto. Sasa mme wangu, wewe utaendelea kuwaza hiyo hali mpaka lini? Wewe maisha wewe yanazidi kufanya wewe ndio unajikuta yanakunyima wewe mpaka lini? Wewe unatakiwa ukubali na matokeo tu. Kwanza shukuru Mungu mme wangu, tuna kibanda kama hivi. Sasa leo mtoto ndo anakuona wewe unajinyima amani, kila siku unatangaza hali ngumu. Wewe fikiri mtoto tuliokuwa naye tunamjengea maisha gani? Ndio maisha yetu haya. Ujue mke wangu, sisi tuna watoto. Na watoto wanafata mlolongo wa wazazi. Sisi tukiwa na hali ngumu, basi ujue hata watoto wetu wataishi katika maisha ya hali ngumu. Hicho ndo ninachokiwaza mimi. Elewa? Nakuelewa ndio wangu, ila sasa usikae kujinyima nani amani. Unatakiwa ushukuru kile ulichokuwa nacho. Sasa unatakaje wewe? Ndio maisha uliopewa na Mwenyezi Mungu, yaani wewe shukuru ulichokuwa nacho. Mimi niko naelekea Bombani. Habari yako mke? Nzuri. Habari za kufua? Salama. Karibu. Asante. Wow. Ewa kiwana. Mimi bwana ninatoka zangu kwa mzee Mbanga. Leo amenipa wazo mke wangu.
Wazo gani tena hilo mnyongo? Kumbe wale kile kipato chao chote unawakuta wanakuwa na maisha mazuri, kumbe hakuna lingine. Wale wana mganga ndio wanawafanya mpaka mambo yao yanakuwa mazuri. Yale mnyongo sio kumchekesha. Yale umetoka zako hapa umeenda kwa mzee Mpango. Kwa amekaa chini ameweza kueleza jinsi utajiri wake ulipopata kupita kwa waganga. Mnyongo hawa matajiri wana siri nzito. Umeelewa? Kwanza swala la waganga mwanzo itasikuafiki. Alafu na ukitaka kujaribu ndio mwanzo wa kufanya. Wewe mpaka utu uzima huu uliokuwa nao bado tu unataka kuwa tajiri. Tuna binti mkubwa kama vile anajua wewe atapata mawazo mazuri kwako. Wewe tena wewe unazuzuka na waganga. Waganga watakusaidia nini? Kubaliana na hali uliokuwa nayo mwanangu. Mbona mimi nimeridhika tu na maisha? Mbona mimi sikusumbui? Ningekuwa sina kusumbua mimi nataka utajiri, lakini wala najua ndo kipato chetu hiki. Mungu ngekuja nani zingine, ningekuja na pointi zingine ningekusupport, lakini sio swala la waganga. Wewe mke wangu, maisha haya mpaka lini? Unapotaka wewe. Sasa wewe hali hiyo utaki kukubaliana naye, wewe unataka utajiri utakufanyaje? Wewe mganga ndo atakusaidia nini mpaka uwe tajiri? Acha mawazo hayo bwana mbe wangu. Ongea lingine. Wewe tuzo ulikuwa nao bado tu hujakubaliana na maisha ulikuwa nayo. Ndio maisha yetu haya. Naona umekuja tena. Sasa mimi na sharti moja au mawili ili niweze kufanya kazi yako na itimie kama ulivyotaka. Umenigelewa? Viungo gani? Na milombo we na milombo, yeye na milombo, wewe na milombo, mama elele milombo we na milombo, yeye na milombo, we mama na milombo, mama elele chiliku takula ni na milombo takula nta, uwe chiliku anakula nini, milombo nakula ntama. Nataka binti yako uliyemzaa wewe mwenyewe uende kufanya naye mapenzi. Alafu sharti lingine, ukishamaliza mambo yenu uchukue ile nguo ambayo mmefutia futia uniletee mimi. Nitaweza kukufanyia kazi yako na ikakamilika kama unavyotaka. Umenigelewa? Nimekuelewa. Fanya hivyo. Sawa. Unaweza kwenda. Sawa. Fanya nilivyokuambia. Haya ujanja mwingi mbele kupata mahakama. We ujanja ujanja mwingi mama gongolele. Mama ujanja mwingi mama. Mama, mimi nataka nipeleke saluni, mwenyewe nipendeze niwe kama mabinti wengine. Nipochukua nywele hiyo. Sonia. Nikupeleke saluni kwa siku. Sio leo na vituko mwanangu. Kwa mlio mimi mwanangu hela nitaitoa wapi? Shikamoo baba. Mahaba, mjambo. Jambo. Habari za kazi mwanangu? Sana. Mama, baba ananiangalia hivi. Sasa nakuangalia si mtoto wake jamani. Sasa sikuangalia binti yake amwangalie nani? Ananiangalia mpaka naogopa. Wenda kuna jambo. Hamna bwana, jambo gani? Sasa nginiambia mimi kama una shida au anataka yaani kama ana shida na yeye, sasa nginiambia mimi. Takuangalia ni binti yake. Sawa, naomba 1000 nikasukwe.
1,000 mimi sina unavyoniona hapa. Nenda kwa shoga yako ile Paulina usuke. Mimi sina hata 100 hapo unavyoniona. Mume wangu, kwani una nini? Vipi bwana? Maki wewe unakuwa muda wote ni mtu wa mawazo tu. Yaani muda wote upo, yani upo unawaza tu. Unawaza nini mume wangu? Kinachokufanyia muda wote unajinyima amani. Nini unachokiwaza? Au una nini? Maana hata pale ulipopita pale niko na mtoto pale. Umefanya kazi ya kumwangalia mtoto yani umkata jicho mpaka mtoto anajinyima amani. Wewe kilichokufanya mpaka unamwangalia mtoto jicho baya kama lile nini? Au una kitu gani na yule mtoto? Kwani kumwangalia binti yangu kosa? Sio kwa jicho lile. Sio kosa, lakini sio kwa lile jicho la kumwangalia vile mtoto. Mbona unaangalia mimi mke wako? Yaani umerudi tu mjicho huo kwa mwanao. Hebu uniambie una kitu gani? Au bado una yale yale? Nawaza yale niliyokuambia maisha. Sasa mume wangu, kama una mawazo ya yale yale unaniambia, basi uko na kuelekea utakuja kuwa chizi. Yaani huko mume wangu lazima utakuwa, yani utapagaa, utakuwa mwiu. Sasa mimi ngoja niondoke zangu, uendelee kuwaza hapo unachokiwaza muda wote. Mume wangu. Baba, uliwezaje kufanya hayo yote? Ulikuwa na ujasiri gani baba? Sonia mdogo wangu, yote na yote ni baba. Hakuna baba utampata mwingine. Sonia mke wangu, haina budi kumwomba msamaha. Kwamba amekiri kosa, ni mtu mzima. Amekiri kosa na anajua anachokitenda. Inabidi niombe msamaha. Baba. Mimi nikusamehe. Na pia nisamehe na mimi kwa kutenga kwa muda wote. Namshukuru Mungu unanikuta uko bado uko hai. Nikusamehe baba. Nikusamehe na Mungu.